Mimi nimekuja hapa kwa sababu shughuli ya biashara ya vijana wa taifa letu la Kenya ni shughuli ya muhimu sana. Katika manifesto yetu tulisema ya kwamba mambo ya ajira ya vijana ndio changamoto kubwa sana. Tunatumia pesa ya serikali kusomesha watoto wa Kenya. Kila mwaka tunatumia bilioni 700 kusomesha watoto wa Kenya. Na ni vizuri wakati tunatumia bilioni 700 kusomesha watoto wetu katika shule ya chekechea, ya primary school, ya secondary school, ya university, ya colleges. Pia lazima tuwe na mpango maalum ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wakitoka shuleni lazima tuwapange na vile masomo yao, elimu waliopata, ujuzi waliopata inaweza kutumika katika kuendeleza maisha yao na kuendeleza taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tumefanya mambo matatu ya muhimu. Kwanza, tulisema ya kwamba katika taifa la Kenya, kama kuna empowerment that any society can give, if there is one single empowerment that a nation can give to itself, is to make sure that every child in Kenya anapata nafasi ya kusoma. Na ndio sababu pesa ambayo tulikuwa tunatumia kusomesha watoto wetu miaka 3 iliyopita ilikuwa shilingi bilioni 500. Kwa kutambua umuhimu wa masomo, tumeongeza hiyo pesa kutoka bilioni 500. Mwaka huu tunatumia shilingi bilioni 702 kuhakikisha ya kwamba number 1, tumejenga madarasa 23,000 mpya. Tumenyorosha ile CBC ilikuwa inasumbua wazazi. Tumeajiri walimu zaidi 1,100. The largest employment of teachers in the Republic of Kenya ever since independence. Na jambo la tatu, tumeweka pesa zaidi katika HELB, tumeweka pesa zaidi katika mpango ya new funding model, student centered funding model, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu katika colleges na universities wanapata nafasi mzuri ya kusoma, na university na college iwe na pesa ya kutosha ya kusomesha watoto wetu, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Elimu inatupatia usawa kati ya mtoto tajiri ama mtoto wa maskini, wanakuwa sawa kila mtoto akipata nafasi ya kusoma. 2022 masomo ilikuwa na matatizo makubwa sana. Tulikuwa na shida na CBC, hatukukuwa na madarasa ya kutosha, hatukukuwa na walimu ya kutosha. Universities zilikuwa na matatizo mengi, karibu zingine zinafanywa ikawa bankrupt. Lakini 3 years down the road, we have sorted out the mess that was there in our education sector. We have built 23,000 new classrooms. We have hired an extra 100,000 teachers. We have changed the funding model, and we have straightened the CBC curriculum. Today, we have a competence-based education program that is properly aligned to the requirements of the market and to the requirements of the 21st century. Hata na hivyo, tukasema vijana wetu wengi wakitoka shuleni lazima tuwe na mpango ambayo itafuatilia. Na sababu hiyo ndio tuko na mpango mara 4 ya vile vijana wakitoka shuleni, what is going to happen to our young people when they get out of school. Miaka nenda miaka rudi tumekuwa tukisema ajira, lakini ajira haiwezi kupatikana
lazima ipangiwe. There is no opportunities for employment that will happen. Waswahili wanasema ukiona vyaelea vimefanywa nini? Yes. Na ndio sababu hiyo tunasema for us to have opportunities for young people in Kenya when they get out of school, we must have a deliberate, coherent, intentional plan for the young people of Kenya to have opportunities when they get out of university, when they get out of school. Na ndio sababu hiyo leo tuko na mpango mara 4. Wacha nizungumzie hii ya nyota. Hii ya nyota ambayo tumekuja hapa ni kwa sababu tumesema tunataka vijana kati ya miaka 18 na 29. Na tumesema tunataka vijana wa kutoka kila kijiji. Mara nyingi kukipatikana nafasi, wale wanaojulikana, wale wako na connection, wale ambao wako na patronage, wale wazazi wao wanajulikana, ndio wanapata hiyo nafasi. Tukasema ya kwamba tunataka mambo mawili ya muhimu. Number 1, tunataka hii kitu masomo, hii program ya nyota ianze pale chini. Tulisema vile vile hatutaki mpango huu huwe ni mpango ya vijana ambao wanajulikana na chief, ama anajulikana na MCA, ama na mbunge, ama na governor, ama rafiki yake anajuana na rais. Hapana. Tulisema kila kijana wa Kenya hauhitajiki kujuana na mtu yeyote, wewe na simu yako. Mimi nataka niulize katika mkutano huu, nyinyi vijana ambao mko hapa leo, kuna mtu ameketi hapa kwa sababu alisaidiwa na mwenzake? Kuna mtu hapa alipatiwa nafasi na chief? Kuna mtu hapa alipatiwa nafasi na mbunge ama MCA? Si kila mtu amejituma hapa na simu yake? Ni kweli ama si kweli? Kila mtu, kila mmoja wenu, wewe kama uliona kwa mtandao ama ulisikia kwa mtu fulani, ilikubidi wewe uende kwa simu yako *254# ukafuata maagizo, ukaenda kwa training, ukaambiwa tukutane pale showground. Wewe ndio huyu hapa, na utatoka hapa leo na pesa zako 25,000 ya kwanza. Vijana hoye! Vijana hoye! Because we wanted it to be devoid of interests. And that is why we are saying this program is not about who you are, who you know. It's not about what connection you have. It's not about patronage. It's not about connection. It's about you as a person and your ability to be able to do stuff for yourself. Kwa hivyo kila mmoja hapa alifinya *254 ama mlifika hapa namna gani? Si kila mtu amejituma jameni? Nyinyi ni watu wa kujituma? Hebu nione wala watu ni watu wa kujituma hapa. Kila mtu, wala mmoja wetu ni wa kujituma, si namna hiyo? So leo hii program ya nyota ni kwa sababu tunaelewa ya kwamba kuna vijana hawajaenda college,